Mchungaji au mtumishi wa Mungu, acha tamaa. Mke wako amefunga miaka mingi, amekuombea hadi umekuwa mtumishi mkubwa, umejulikana, umeanza kuwa na huduma. Watu wengi wameanza kuja kwako, wakaanza kuja wadada wazuri wazuri, ukaanza kuona mke wako kama sio mzuri, ukaanza kujifanya kama mke wako hamuendani. Wakati amefunga miaka mingi kuombea huduma yako, na Mungu akaachilia vipawa kwa sababu ya maombi yake. Alafu wewe baada ya kuona kwamba umeinuliwa, unaanza kumuona kama yeye hana maana na kuanza kunyemelea vibinti ili wewe ujiingize kwenye uzinzi, alafu umwache mke wako, na unafanya mpango wa sirisiri wa kuoa mwanamke mwingine ili umwache yule kisirisiri kwa sababu tu ya tamaa za mwili wako. Hizo ni tamaa, ndugu yangu. Kumbuka mlikotoka, mlipokuwa mnakula vitu vya bei chini, mnalala na njaa, mnaishi maisha magumu, mnafunga, mnaomba. Kumbuka zile siku. Acha kufanya hivyo, utapata laana, huduma itakufa. Huduma nyingi zinakufa kwa sababu ya tamaa. Ukishainuliwa kwa maombi ya mke wako, baadaye unaanza kuona kama wewe ndio kwa uwezo wako tu umekuwa na hivyo vipawa. Hapana, mchungaji lazima uwe na fadhila, na ukumbuke kwamba Mungu ndo aliyokuinua, na alikuinua kupitia maombi ya mke wako. Alafu tena unaanza kumuona mke wako hana maana. Hivi vidada vinavyokuja kuombewa kwako, unaanza kufanya nini? Kuvitamani na kuanza kutaka kufanyeje? Kumwacha mke wako. Hiyo haipo, hiyo sio kweli. Hiyo sio kweli. Rekebishika, badilika. Badilika.